Coming out of your comfort zone. What if you want to know more? What if you want to fly? What if you want to reach somewhere? Hamjambo nyote, ninaamini ya kwamba leo usalama. Mimi ni wenyu tena, Queen Esther. Nimekuja hapa tuongee tena, tusaidiane kuelimishana na kuelewa mambo yanayotendeka katika dunia. Asanteni sana na karibuni. So leo tunaenda kuongea kuhusu coming out of your comfort zone. Na Kiswahili nasema kutoka katika eneo lako la faraja. Coming out of your comfort zone imebeba mambo mengi sana tofauti. Na katika kimwili kuna wale wanaelewa coming out of your comfort zone na kuna wale hawajaelewa katika kiroho. Because mambo mengi sana zinaanza katika kiroho ndizo zikuje kutendeka katika kimwili. Na nikiongea katika kiroho, wacha niingie hapo ndio tuelewe zaidi ni nini ambayo inaleta haya mambo yote na kuzuia mambo kutofanyika katika wakati ama muda unaostahili ndio uweze kuona mabadiliko katika maisha yako. Katika mambo haya tukielewa jinsi dunia inafanya kazi. Sote tunajua kwamba hapa duniani kila kitu kiko hapa. Sisi binadamu tuko hapa na yote ambayo ina control vitu vyote katika dunia kuwa mahali hapa ni gravity. Gravity ambayo inashika kila kitu kuwa mahali hapa ili kila jambo na kila kitu kifanyike kulingana na mapenzi ya mambo ya dunia. Lakini sasa kuna ile sasa you are coming out of your comfort zone because sote all of us we are comfortable here. But what if you want to know more? What if you want to fly? What if you want to reach somewhere ambayo tunaona kwamba kuna utofauti katika hiyo sehemu tutakapofika. Na ndio hapo sasa tunasema katika kupaa kwako lazima upae ndio uweze kuona utofauti. Na nikimaanisha kupaa ni kwamba kuenea juu. Usibaki pale jinsi ulivyo. Ni vizuri wewe uende juu ya hewa ndio uweze kuona umbali pale ambapo utakapofika. Na ndio maana katika maandiko tunaambiwa kwamba tutatawala dunia, tutatawala maji na tutawala hewa. Ukishaelewa hizo zote ni kwamba umepewa authority na Mwenyezi Mungu ya kwamba uko na uwezo ya kutawala katika hizo dimensions. Na hizo dimension lazima uelewe strategies on how the dimensions are working. Because hapo ndio sasa unaanza kuelewa ya kwamba kumbe nimepewa utawala hii yote. Nitafanya nini? For us, we are comfortable here on earth because as we think that this is where we are and this is our final. Hakuna sehemu ama hakuna mahali pengine tunastahili kuelekea. Lakini mapenzi ya Mungu ni sisi tufike sehemu fulani. Na ndio hapo anataka tupae juu. Because ukiendelea kubaki katika sehemu ya hapa ya ardhini, the gravity will continue to pull you down. It will continue to pull you down. But the Lord wants you to fly so that you can see other destinies. Ndio aweze kukupeleka katika hizo viwango vingine. Na ndio hapo sasa ukipaa juu katika hewa. Wakati umepaa unaweza kuona sehemu tofauti. Unaweza kuona umbali zaidi. Kumbuka Mwenyezi Mungu ni roho. Na kwa sababu ni roho na akasema kwamba tutamwabudu kwa roho na kweli. Kwa hivyo kumaanisha kwamba tukiwa katika comfort zone ya ardhini
Ni ngumu sana wewe kuweza kuelewa na kusikia ama kujua mipango yale Mungu amekuwekezea katika maisha yako. Anasema katika maandiko, kuja tuwaze pamoja. Come, let us reason together. Kwa nini Baba anasema kwamba come, let us reason together? Do you think it will be okay for you to reason with the normal mind or the natural mind? Because for him, he is spirit. Na kwa sababu ni spirit, anataka uje katika spirit. In the spiritual realm. Don't remain in a comfort zone, and that is earth. So now the Lord wants you to come into the spirit. Ndio aweze kuwa na muda na wewe, kuwaza na wewe, akupatie mwelekeo, akupatie siri za ndani, akupatie yale yote ahadi aliyokuwekea ili uweze kuzifikia. Na hapo sasa ndio unaingia katika kiroho. Kisha ukishaingia katika kiroho na unajua kwamba katika kiroho ndio sasa hewa. Manake hewa uwezi kuiona pale inatoka na pale inaelekea. Lakini unaihisi ya kwamba kuna hewa fulani ambayo inafanya nini? Inapita. And that is spirit. That is the spirit of the Lord. Na ndio maana tu hewa hiyo Mungu alitumia kwa sisi binadamu. Akatupuliziwa hewa katika mwili wa Adamu na akampatia hewa ikaingia ndani yake na akapata uhai. Na ndio hiyo uhai. At the same way, ndio hiyo hewa ukipaa juu ya hewa, unaingia katika roho, unatoka katika comfort zone ambayo ni ardhini na unaingia katika roho ili uweze kufikia ahadi ya Mwenyezi Mungu yale aliyowekeza katika maisha yako. Na hapo ndio unaanza kuelewa, kuingia katika seasoning of your life. Now you come to understand that this year is my season. Now you are living according to your season, knowing what is to come and what is happening. Amen? So, the reason why I'm talking about the coming out of your comfort zone is because many people have been asking me, I've been doing this, I've been doing that, I've tried to do this, I've tried to look for work, I've tried what, and I'm not getting it. Let me tell you, we all know that battles, a lot of battles, Christians are being fought. And if you don't know who you are, if you don't understand what you are capable of, you'll be continuing to be fought. Because the enemy knows when you don't know the truth will set you free. So for him, he wants you to remain on earth in a comfort zone, knowing nothing of what is going on spiritually. And that is where now you find that a lot of things are happening in the spiritual realm, because that is where the secret is. In the air. That is where the secret is. Ask yourself, why are these witches doing their work at night and they're flying? Why are they flying? Kwa nini wanapaa juu wakizunguka juu ya hewa? Wanatafuta nini? Wanatafuta wale walioitwa, wale waliokuwa na mwito, na ndio wanataka kuiba baraka za watu. Naye Mungu anasema ya kwamba wewe kuja ni uwaze na mimi, nami nitakupatia siri. Lakini usidhani ya kwamba atakuja katika ardhini ambao ni kimwili kuja kuwaza na wewe. Lazima ujue kupaa juu. Ndio ukifika hapo tayari unaona utofauti ya maisha yako. Na hapo ndio unaanza kulearn about the seasoning of your life. There is every season of your life. There's a season of marriage. There's a season of having children. There's a season of business, season of getting work, season of upgrading your life.
Because the will of God is for us to upgrade. Tusikue tu hapo tumezuba. Anataka sisi tuendelee kukua juu zaidi. Na hiyo ndio mapenzi yake. Maana katika maandiko ametuahidi katika maandiko ya kwamba sisi ni wabarikiwa. Na akasema mali yote ambao maadui waliotuibia, akasema yote ataturudishia. Kwa hivyo mapenzi yake ni sisi tuwe na maisha ya baraka, maisha ya furaha, maisha ya upendo na maisha inayostahili kama mwana wa mfalme. Hiyo ndio mapenzi yake. So, dadangu, ndugu yangu, toka katika sehemu ambayo ni ya faraja. Paa juu zaidi. Kumbuka amesema katika maandiko ya kwamba utapaa kama nani? Hello? Alisema utapaa juu. Kwa hivyo, fungua mabawa yako. Itayarishe kwenda kufika katika sehemu inayostahili. Ili uweze kufikia katika ahadi pale Mungu alisema kwamba hapa ni kwako na hapa amekuahidia ya kwamba ni yako. Na utazidi kuona utukufu wa Bwana. Amen. Kwa hivyo usikubali kuwa katika comfort zone. The comfort zone is where now we call it earth. Ndio maana unapata watu wengi sana wanatamani kutaka kuelewa na kujua na kuona katika kiroho ni nini yanayofanyika na ni mambo gani yanayotendeka. Hiyo inakuja wakati uko tayari. Lazima ukuwe tayari katika kupokea ukweli. Na Mungu atakupatia ukweli na ukweli itakuwa huru kwako. Mbarikiwe sana. Asanteni kwa muda wenu. Amen. Na naomba msisahau kusubscribe, kulike na kushare. Wacha sote tuendelee kufundishana. Na utukufu wa Bwana utazidi kuonekana.